Mungu ameviweka siri sana kwenye ile andiko. Cha kwanza, Mungu anaonesha mavazi yasiyo na maadili. Kama upo hapa unavaa nguo ambazo zinabana, zinaonesha mwili wako, nguo za mipasuo, vimini, unavaa nguo za mgongo wazi, kifua wazi, nikwambie uko hai leo. Mungu anasema vivyo hivyo wanawake wavae mavazi ya kujistiri. Ukiona muda wowote unavaa nguo yoyote haina maadili, ujue wewe unapoteza sifa za kuingia kwenye ufalme. Kwa nini unapoteza sifa za kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Biblia inasema amwangalie mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye. Mwana wa Mungu unapovaa nguo ambayo inaonesha umbile yako, inaangaza, inaonesha matiti, inaonesha mgongo, unasukuma wanaume ambao ni dhaifu kutamani. Kuna uzinzi wa aina tatu. Kuna uzinzi wa macho, kuna uzinzi wa mawazo, kuna uzinzi wa kutenda lile tendo moja kwa moja. Sasa mbele za Mungu wazo ni tendo. Mbele za Mungu wazo ni tendo. Mwanaume anapokuona umevaa vile akakutamani, akaamshwa hisia, pale pale jina lako kwenye kitabu cha uzima linafutwa. Mungu anaandika fulani fulani ni mzinzi, fulani fulani ni mwasherati. Jambo la pili ambalo linawazuia watu wengi kuingia kwenye ufalme wa Mungu ni kutumia nywele bandia, mawigi, heleni, mikufu, makeups. Unaweza mkashtuka mkasema, mtumishi, mbona unaongea? Niwaambieni wana wa Mungu, Yesu anakuja kulichukua kanisa. Kama uko unatumia makeup, ujue bado hujajiandaa. Yesu anakuja kulichukua kanisa. Kama bado unaweka nywele bandia kichwani, unaenda saluni, hujabaki kwenye asili yako, ujue haupo tayari kwa ajili ya uzima wa milele. Ukisoma kwenye kitabu cha Wafalme wa kwanza mlango wa 9 mstari wa 30, aliyekuwa anajipamba katika Biblia alikuwa anaitwa Yezebeli, na Yezebeli alikuwa ni kahaba. Kwa kibiblia anayejipamba ni kahaba. Yaani unapokuwa umechukua tu makeup ukaweka usoni, mbingu inakutambua kama kahaba. Unapoweka tu heleni sikioni mwako, mbingu inakutambua kama kahaba. Nisikilize, unaweza kuwa unafanya haya mambo kwa kutokujua. Nilipotangulia mwanzoni nimesema Wakristo wa kanisa la Tanzania hawajapata tafsiri sahihi ya maandiko. Ninaomba ukafanye kitu kimoja. Kitabu cha Isaya kinasema jitakie ishara kwa Bwana. Nenda nyumbani, chukua hiyo wigi, chukua hiyo heleni, chukua huo mkufu, mwambie Roho wa Mungu ambaye ulikuja toka siku ya Pentekoste hapa duniani, niambie kitu gani kipo nyuma ya hizi nywele. Roho wa Mungu, kwa kuwa unamuuliza, unaomba, unamlilia Mungu, Roho wa Mungu atakwambia hicho kitu kina nini. Lakini kwa nini mnaendelea kuvitumia? Hamumuulizi Mungu. Yaani hilo wigi hujaimuulizaga Mungu lina nini? Hujaimuulizaga Mungu hiyo heleni na nini? Hujaimuuliza Mungu hiyo makeup na nini? Biblia inasema jitakie ishara kwa Bwana Mungu wako. Ukirudi leo nyumbani, piga magoti, mwambie Mungu, nimemsikia John Kagolo anasema heleni ni dhambi. Niko na hapa na heleni. Niambie ukweli, nifungue macho yangu. Ninaweza nikawa natumia hivi vitu, sina sifa za kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Nikaa kwenye hii dunia ninahangaika, kumbe kuzimu inanisubiri. Umeniumba, umenichagua, ulinifia msalabani, unanipenda, haupendi mimi niangamie. Ninaomba Mungu niambie ukweli. Ninajua unanipenda, uliacha mbingu kwa ajili yangu. Niambie ukweli, nyuma hili wigi, nyuma hii nywele bandia kuna nini? Kwa kuwa umemuuliza Bwana, Biblia inasema Daudi akauliza kwa Bwana na Mungu akajibu. Unapomuuliza Mungu mambo ya uzima wako wa milele, hawezi kunyamaza, hawezi kukuficha. Lakini mchungaji wako anaweza kukwambia Mungu anaangalia moyo. Hapana, Mungu haangalii moyo tu. Ukisoma kitabu cha Mithali mlango wa 7 mstari wa 15, Biblia inasema ana mavazi ya kikahaba. Biblia inatambua kuna mavazi ya kikahaba, kuna mavazi ya maaskari, kuna mavazi ya madokta, kuna mavazi ya wanasheria, kuna mavazi ya wana wa Mungu. Hakuna malaika mbinguni anayevaa kivini. Hakuna mbinguni malaika ambaye anajipodoa. Wote wapo kwenye asili zao. Sasa ule ufalme ambao tunauendea ni ufalme wa kubaki kwenye asili yako. Ninaomba, nimezungumza hivi kwa sababu gani? Biblia inasema watakuwepo wawili, mmoja atwaliwa, mmoja achwa. Na Biblia inasema hata kwenye harusi mmoja atwaliwa,
moja tu. Unaweza kukuta dakika chache tu Yesu akarudi hapa. Wale waliojiandaa wanaenda, wale ambao hawajajiandaa wanabaki. Sasa vitu vinapofanya watu washindwe kujiandaa hivyo viwili: mavazi yasiyo na maadili. Naposema mavazi yasiyo na maadili, ni vazi lolote ambalo mwanaume akikuangalia anavutiwa na wewe, unamwamsha tamaa yake ya ndani, unamvutia kingono. Mungu anatamani uvae mavazi ambayo mwanaume akikutazama hatafikiria chochote, bali atasema wewe ni mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio unapita kijana anasema anakupulizia mluzi. Ukiona kijana anakupulizia mluzi, ujue ile damu ya yule kijana ambayo atapotea kwenda kuzikwa kutamani itakuwa mikononi mwako. Wengi mpo hapa, mikono yenu ulimwengu wa roho na damu, kwa sababu kuna watu wengi waliwatamani wakaanguka kwenye uzinzi na uasherati, wengine wapo kuzimu. Lakini Mungu amewapa neema leo. Mmefika hapa, mnanisikia. Ninaomba sikio lako lifunguke hiki kitu ninachokuambia. Jitakie ishara kwa Bwana. Usibishe. Usiseme mtumishi wanaongea nini? Nenda kapate majibu kwa Mungu wako. Wengine mko hapa mjaokoka. Nikwambie, kama hujamkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu baada ya dakika 10 au 20 ukafa, mwisho wako ni kuzimu. Kwa sababu Biblia inasema mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Maana ni nini? Kama hapa upo unamkataa Yesu, hujampokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, hujabatizwa kwa jina la Yesu Kristo, kikitokea chochote cha kutokea sasa hivi ukasema mbele za Mungu, utaingia kwenye ufalme wa Mungu. Biblia inasema msipozaliwa kwa maji na Roho hamtaingia kwenye ufalme wa Mungu. Mungu anataka uzaliwe kwa maji na Roho, ubatizwe katika jina la Yesu. Roho wa Mungu aingie ndani yako, ubaki kwenye asili yako, uvae mavazi ya adabu, umtukuze Mungu, ujiandae kwa unyakuo. Siku ya hukumu Mungu aseme wewe ulikuwa nuru ya ulimwengu. Ninajivunia nilipokuweka Tanzania katika kanisa fulani, ulikuwa nuru kwa kanisa. Uliokoa wengi kwa tabia yako, kwa maneno ya kinywa chako uliohubiria. Mwanangu, taji lako ni hii, ingia katika uzima wa milele. Lakini kuna wengine Mungu atawaambia, ondoka kwangu, sikujui. Amen. Sikufahamu. Utaambia Mungu, nilikuwa nasali kanisa fulani, nakwambia sikujui. Mungu, mimi nilikuwa natoa sadaka, nakwambia sikujui. Kichwani umeweka nini? Unagusa hivyo unasema wiki. Unaangalia hivyo unaona na geuko ulimwengu roho inakuwa ni nyoka. Mimi Bwana nilikuwa sijui, anakwambia hapana. Ulikuwa unajua. Ulimwona mtumishi wangu John, yule pale kwenye sherehe tarehe fulani, muda fulani, alikwambia mawiki yanakuzuia kwenye ufalme wa Mungu. Uliamua nini? Utaambia Bwana, ninaomba toba. Atakwambia umechelewa. Utaenda kuzimu na shetani. Na ukienda kule ni milele. No second chance. Yaani ukishaenda kule, Mungu hana biashara tena na wewe. Niwaambieni kitu kimoja wana wa Mungu. Kati ya kitu cha kukiogopa ni kule tunakoenda baada ya maisha haya. Ukienda mbinguni ni milele. Ukienda kuzimu ni milele. Na hamna kukaa katikati kwamba mimi nitakaa mbinguni na kuzimu hivi. Hapana. Yesu ukifika pale atakwambia, mtumwa mwema na mwaminifu, ingia katika utukufu wa milele. Atakwambia, ondoka kwangu, mtenda maovu, naenda kuzimu. Utalia lakini machozi hayatakusaidia. Wote tulioko mahali hapa, ninatamani sana hatima zetu ziwe za Lazaro. Bora uwe maskini wa mambo ya kidunia, uwe maskini wa dunia, isionekane heleni kwenye mwili wako, isionekane nywele bandia, isionekane makeup,